Moja ya kosa limekuwa linafanywa na watu wengi sana wakati wa maombi ni hili hapa, na hii imepelekea watu wengi sana tumekuwa tunapishana na majibu ya maombi yetu. Tumekuwa tunapishana na vile ambavyo tumekuwa tunamuomba Mungu, na tumebaki kusema na mngoja Bwana. Mungu bado hajafanya, Mungu atafanya. Lakini wengine ni ukweli kabisa Mungu alishafanya, lakini tumepishana na majibu ya maombi yetu kwa sababu moja. Tumekuwa tunaenda kupeleka maombi kwa Mungu akati tayari tuna majibu ya vile ambavyo tunataka Mungu atujibu. Tumekuwa tunaenda kuomba kwa Mungu tayari tuna njia za vile ambavyo tunataka Mungu atumie kutujibu ili tujue kama Mungu ametujibu. Hiki kimekosti watu wengi sana. Kimetugharimu watu wengi sana. Tumebaki kusema niliomba jana, na wengine imefika stage wameacha kuomba tena kwa sababu wanaona kama vile Mungu hajibu. Lakini ukweli ni kwamba Mungu amekuwa anajibu, lakini kosa lako ambalo umekuwa unalifanya, umekuwa unapeleka maombi kwake ukiwa tayari una majibu ya vile unavyotaka akutendee. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Isaya 55 mstari wa 8 anasema, kwa maana njia zangu si kama njia zenu na akili zangu sio kama akili zenu. Umekuwa unaenda kwa Mungu ukiwa tayari una akili za vile ambavyo unataka Mungu atumie kukujibu. Ukiwa una njia za vile ambavyo Mungu unataka Mungu atumie kukujibu. Kitu ambacho kimepelekea umejikuta unapoteza majibu ya vile ambavyo Mungu amekuwa anakujibu kwa kuhusu maombi ambayo umekuwa unapeleka kwake. Kwa sababu umekuwa unaenda tayari ukiwa na njia zako. Unaenda kwa Mungu unaomba kazi. Tayari umeshapeleka kabisa na ofisi ambayo unataka Mungu akupe kazi. Unajuaje kama Mungu ndio amekupangia ufanye kazi kwenye hiyo ofisi hapo? Unaenda kwa Mungu mdada, mkaka, unaenda kwa Mungu unaomba mke, unaomba mume. Tayari kuna watu umeshawapanga kwenye listi. Mungu, nimemleta fulani na fulani na fulani na fulani. Mungu, kati ya huyu angalia ni nani ambaye umemwandaa kwa ajili yangu. Na mwisho wa siku majibu yanatoka hakuna hata mmoja ambaye yupo kati ya hao watu. Unaanza kusema Mungu bado hajajibu. Mungu atajibu. Kitu ambacho sio kweli. Ukiwa unapeleka maombi yako kwa Mungu, nenda ukiwa empty. Andika maombi yako, peleka vile ambavyo unataka Mungu akutendee, lakini usiende ukiwa una njia ukaenda ukampangia Mungu. Ukiwa una njia kabisa ambazo unataka Mungu atumie kukujibu. My friend, unapishana na maombi yako kwa sababu hiyo. Unapishana na majibu ya maombi yako kwa sababu hiyo. Wakati mwingine Mungu anakujibu, lakini kwa sababu wewe ulishategemea atatokea njia hii, anakuja kukujibu kwa njia hii, unakuwa unasema Mungu bado hajajibu, Mungu bado hajatokea. Inakuwa kwa sababu ulishaenda tayari, umeshaelekeza akili yako, atakujibu kupitia kushoto, atakujibu kupitia wapi, atakujibu kupitia wapi. Nenda kwa Mungu ukiwa empty. Yeye ndio anajua ni nini ambacho unakihitaji kwa wakati huu. Anajua ni njia ipi atatumia kukileta kwako. Anajua ni akili ipi ataitumia kukisogeza kwako hicho kitu. Lakini unapoenda ukiwa na akili yako, ukiwa na njia zako, ndio hiyo inafanya unapishana na majibu ya maombi yako, na unabaki kusema Mungu hajatenda bado, Mungu hajajibu bado, Mungu sijui atafanya. Mungu anafanya sana, Mungu anajibu sana. Ila kosa hili ndio ambalo umekuwa unalifanya kwenye maisha yako. Unaenda kwa Mungu unampangia unampangia Mungu, nipe 1 2 3. Mungu nipe. Mungu anajua ni nini ambacho unahitaji kwa wakati gani. Nenda kwa Mungu ukiwa empty. Andika maombi yako sawa, lakini acha kwenda kwa Mungu ukiwa na matumaini kwamba atakujibu kwa namna ambavyo unaona wewe atakujibu. Na mwisho wa siku majibu yanakuja yanatoka kwa namna ambayo hukutarajia wewe atakujibu. Ndio pale unapoanza kusema Mungu hajajibu, Mungu hajajibu. Lakini ukweli ni kwamba umepishana na maombi yako, umepishana na majibu ya maombi yako.
Akili za Mungu sio akili zako. Njia za Mungu sio njia zako. Acha kumpangia Mungu. Acha kumpangia Mungu. Siku Mungu akija akishuka hapa akakwambia ni mbona bado unaendelea kuomba kuhusu hili si nilishajibu, unaanza kujiuliza alijibuje. Unakuja kugundua ni kwamba kwa sababu wewe ulishategemea atakujibu kwa njia fulani, na yeye akajibu kwa njia nyingine kabisa ambayo hukuitarajia. Unapishana na baraka zako kwa sababu umekuwa unaenda ukiwa tayari na njia zako, ukiwa tayari na mawazo yako, ukiwa tayari na akili zako, kitu ambacho kimekuwa kinakukosti sana. Acha kumpangia Mungu. Acha kumpangia Mungu. Yeye ni Baba. Anajua kipi kinakufaa kwa wakati upi na kipi hakikufai kwa wakati upi. Anajua ni nini atumie njia ipi kukuletea na ni kipi atumie njia ipi kukuletea. Akili zako sio akili za Mungu. Njia zako sio njia za Mungu. Mungu akubariki. Shalom.